Mtazamaji wa JKT Media, leo hii tupo mkoani Arusha katika viwanja hivi vya Temi ambapo maonyesho ya sikukuu ya wakulima yani 88 yanaendelea. Na hapa nipo katika banda la JKT ambapo tutakwenda kujionea ni nini hasa kinafanywa na banda hili. Naam, kama nilivyoweza kukujuza hapo awali kwamba tupo katika banda la JKT na tutaweza kujua ni nini hasa wanajihusisha nacho katika banda hili. Na hapa nakutana na kijana yani salesman ambaye anajishughulisha na swala zima la umeme. Twende tumsikie yeye anatuambia nini kulingana na hichi kitengo ambacho anakifanyia kazi. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa salesman Butole Richard Juma. Mimi nimejifunza katika kitengo changu hiki cha umeme katika kikosi cha 838 KJ Malama JKT. Lengo na madhumuni la kuja hapa na isaketi hapa kwenye jengo letu la maonyesho la 88, lengo kuu ni kuweza kuwaelimisha wananchi mbalimbali wanaweza kujiunga kuja hapo kwenye banda letu la maonyesho, namna gani wanaweza kutumia vifaa vyake vya umeme akiwa ndani ya nyumba yake. Na pia lengo lingine pia la pili kuu ni kuweza kuhamasisha wazazi waweze kuwaruhusu vijana wenzetu walioko majumbani na waweze waweze kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu unapokuwepo kwenye Jeshi la Kujenga Taifa unajifunza mambo mbalimbali ikiwepo na fani hii. Pia wakati najiunga kwenye Jeshi la Kujenga Taifa nilikuwa na idea ya ufundi wa umeme, lakini nilivyofika pale katika mafunzo yangu ya JKT waliweza kutangaza vitengo mbalimbali ikiwepo kilimo na sanaa mbalimbali, lakini mimi nikaweza, sababu nilikuwa na idea ya umeme na kitengo cha umeme waliweza kutangaza, nikaweza kujiunga na kwenye kitengo changu cha umeme. Hivyo pia kwenye kikosi chetu kuna VETA ambayo iko chini ya Activate ambayo imesajiliwa. Niliweza kujiendeleza pale nilipoweza kufikia na nikaweza kufanikiwa, na nimeweza kuqualify, nimefanya na mtihani ngazi ya Activate ambao mpaka sasa hivi nimetunikiwa cheti cha ufundi, na elimu yangu hiyo ni ya miaka 2 long course. Hii tuliyoifunga hapa, tumefunga mfumo wa socket ambao uko ndani ya nyumba. Kuna mifumo yetu zaidi ya 3. Kama hapa mwanzo unapoona tuna hii kengele ambayo kengele tumefunga. Hii kengele tumeifunga kama indicator ya mahospitalini, mahotelini, hata kwenye magesti huko. Kwa hiyo hapa tumeiwekea hii kengele, tumeiwekea na indicator. Lakini pia hii kengele unaweza kuifunga hata kwenye nyumba. Nyumba yako iko mbali na geti. Sasa unaona watu wanagonga sana, hawezi kusikia, tunakufungia hii kengele ambapo inakuwa kama indicator. Mtu yuko kule anaweza kupiga na ukaweza kwenda kufungua. Okay. Ndio. Sasa pengine kuna kijana anakutazama angependa kujua kwamba hii fani pamoja na kwamba umejifunzia hapa, umejifunzia kikosini kwako, hii itaenda kukusaidia vipi pindi pale utakapomaliza mkataba wako? Kwanza naweza kushukuru Jeshi la Kujenga Taifa. Kwanza ukijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, kuna baadhi vijana wenzetu wamezoea kwamba unapoenda kule unaenda unaajiriwa moja kwa moja. Kumbe ni kitu ambacho sivyo. Unavyokuwepo kwenye Jeshi la Kujenga Taifa, cha kwanza naweza kuwasihi vijana wenzangu waweze kulijua hilo. Unapokuwepo kwenye Jeshi la Kujenga Taifa unaweza kupewa sanaa mbalimbali. Vijana tu wengi tunajiwekea kipaumbele kwamba tutaajiriwa, lakini sivyo ndivyo. Unapokuwepo kwenye Jeshi la Kujenga Taifa unaweza kupewa fani mbalimbali ambazo endapo ikatokea tuseme bahati mbaya hujaweza kufanikiwa kuajiriwa, unapewa fani au sanaa yoyote ambayo hata ukirudi mtaani utaweza kwenda kujiendeleza wewe kama kijana kuliko kufika mtaani na kuweza kukaa hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa mimi ambaye nimeweza nimenufaika mmoja wapo, mimi nikitokea nimemaliza mkataba wangu nimerudi mtaani, nitaweza kwenda kuendeleza ile fani yangu ya ufundi wa umeme. Kwa hiyo hapa nitaendelea na nitaweza kupata kipato changu na sitoweza kukaa hivyo hivyo. Okay, kwa kumalizia sasa unawaambia nini wananchi wa jiji hili la Arusha, kwamba unahakikishia vipi kwamba hata kama inatokea unapata kazi, kwamba mfumo mzima unapokwenda kumtengenezea mtu
mfumo mzima unakuwa salama. Na mimi naweza kuwakaribisha wananchi wote wa jiji la Arusha waweze kukaribia katika jengo letu la maonyesho la Nane Nane. Wakifika hapa tutaweza kuelekeza namna mbalimbali na tutatoa ushauri mbalimbali wa matumizi wa vifaa vyake ndani ya nyumba, na pia endapo atapenda tulichomweleza na akihitaji huduma yetu, sisi kama vijana ambao tuko chini ya JKT tunaweza kumfikia popote pale alipo na tunaweza kumfanyia kazi yake bila shida yoyote na kwa ustandi wa hali ya juu. Kijana Butole, sasa unaweza kutuonesha walau mfano wa namna ambavyo system nzima hii inafanya kazi? Tuone kwamba taa inawaka hivi, kwamba tuelekeze sasa. Hapa kwa mfano, hapa tuna hizi switch zetu mbili. Hizi switch zetu mbili zinaweza kuzicontrol hizi taa mbili. Lakini mfumo ambao tumeufunga unaitwa bed switch, au kwa lugha nyingine tunaita two way switch. Hii bed switch ina faida gani? Faida yake ni kwamba switch moja tunakufungia mteja wetu karibu na kitanda, na nyingine tutakufungia mlangoni pale wakati wa kuingia. Hizi taa zako tutaweza kuziwasha na kuzizima ukiwa pale kitandani bila kusumbuka kwenda kunyanyuka. Mfano hapa nimeziwasha zile taa zangu, na hapa niko kwenye kitanda changu, au mteja wetu yuko kwenye kitanda, ataweza kuzizimia hapa pia zile taa. Kwa hiyo hatosumbuka pia kuweza kunyanyuka na kwenda kuzimia kule mlangoni. Hapa tuna mfumo huko hapa unaitwa intermediate switch. Intermediate switch ni switch ambazo zinafanya kazi katika 3 position tofauti. Na maana hii mara nyingi tunazifunga ndani au kwenye nyumba ambayo unakuta ina corridor ndefu. Sasa ile corridor ndefu inakuwa na partition tofauti tofauti. Hatutaki yule mteja akitoka kule labda aende kuzizimia zile taa. Kwa hiyo tutamfungia kama ndani ya nyumba, switch moja tutakuwekea mwisho, nyingine tutakuweka pale pa kuingilia, nyingine tutakusetia katikati. Ukitokea mwisho utaziwasha zile taa zako, na ukitokea huku utazizima, na ukiwa pale katikati utazizima. Mfano hapa nimeziwasha zile taa, nimeingia ndani na nimefanya mambo yangu. Sasa umejisahau, umeingia ndani, mtoto labda ndugu jamaa yuko pale nataka zizime zile taa, atazizima pia, na pia ataweza kuziwasha. Lakini huyu tena huku pia wa mwisho ataweza kuzizima zile taa zake na kuziwasha. Mfano hapa hivi amezima, na hapa pia ataweza kuziwasha. Hapa pia tuna hii switch socket. Hii switch socket ni switch ambayo imeshazoeleka sana ndani ya majumba yetu. Lakini sisi mfumo ambao tumefunga hapa tumekuja ili tuweze kuelimisha wananchi wa Arusha. Kuna kwenye hizi mfungo tuna aina mbili za socket za kwenye switch socket. Kuna mfungo tunaoita ring socket na radio socket. Ring socket ni mfumo ambao zinakuja ni waya ni mbili tu ambazo zinashuka humo ndani, lakini sisi tumefunga mfungo ambao unaitwa radio socket. Radio socket waya zinakuwa zaidi ya mbili. Sasa faida yake ni nini? Endapo itatokea waya moja ikipata leakage ikakatika, hii socket yako itaendelea kufunction, kwa sababu hutoweza kujua kama kuna shida ya ile switch, kwa sababu kuna waya moja imebaki ya reserve ambayo bado inaendelea kuleta umeme kwenye ile switch yako. Lakini pia hapa tumeletea hii switch. Hii ni switch ambayo inaitwa sensor, au kwa lugha nyingine tunaita photocell. Ni switch ambayo imeshazoeleka sana, lakini kuna baadhi wanaifahamu na baadhi hawaifahamu. Kwa hiyo tumeileta hapa tuweze kuelekeza wateja jinsi gani inavyoweza kutumia na kwa nini tunashauri waweze kuitumia hii switch. Hii switch ni switch ambayo inafanya kazi ya kuweza kuwasha taa, zile taa zitajizima zenyewe pia bila kutumia switch yoyote. Kwa hiyo switch yetu yenyewe inategemea mwanga na giza. Ikifika jioni zile taa zitajiwasha, na ikifika asubuhi zile taa zitajizima bila kutumia switch yoyote. Kwa mfano hapa mimi nitafunika hapa, ile taa yangu itawaka ili tupate giza. Mfano hapa taa yangu imewaka. Kwa hiyo itaenda, kwa mfano hapa ni usiku, ikishafika asubuhi yenyewe zile taa zako zote nje ya nyumba utazikuta zimejizima automatic bila kugusa kifaa chochote. Lakini hapa pia tuna hii switch socket. Hii switch ni switch cooker. Ni switch ambayo imezoeleka sana, lakini imezoeleka, mafundi wengi tunawafungia ndani ya nyumba, lakini hatumpi mteja namna gani ya kuweza kuitumia hii switch. Lengo na madhumuni kuifunga hii switch, tuwaelekeze wananchi jinsi gani ya kuweza kuitumia hii switch. Walio wengi wanaitumia ambavyo sivyo. Kwa hiyo ukija ukiangalia hii switch imegawanyika katika sehemu mbili, ina sehemu ya socket na ina sehemu ya cooker. Hii sehemu ambayo imeandika socket ni sehemu ya matumizi ya kawaida ya kuchajia simu, kama unavyochaji simu, au uko jikoni, mama yuko jikoni, au wewe mwenyewe kama mimi kama kijana niko jikoni napika. Hili eneo nitatumia labda na blender yangu nataka kutengeneza juice, ndipo ndaweza kutumia hapa. Lakini hapa upande wa cooker,
ndipo ninatakiwa lile jiko langu la umeme lije lichukulie umeme kwa ndani huku. Kwa hiyo hapa tumekuja kuelekeza wananchi wa jiji la Arusha namna gani ya kuweza kuitumia hii switch. Tunashukuru sana. Mtazamaji wa JKT Media, kama ulivyoweza kuona namna kijana alivyoeleza mfumo mzima wa umeme unavyofanya kazi. Tupo hapa kwenye viwanja vya TEMI jijini Arusha nikiendelea kukuletea matukio mbalimbali yanayojiri katika banda hili la JKT. Nikiripoti kutoka viwanja hivi vya TEMI jijini Arusha, ni Private Anna Mgimba, JKT Media.